Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo katika kipindi hewani Sauti ya Mtaa. Tukiangazia masuala za mtaani na hata yanayoendelea nchini. Tukiwa katika eneo hili tutazungumzia masuala kama gharama ya maisha kupanda na hata nauli barabarani kupandishwa. Jiunge nami tujue zaidi. Daniel, yes. Unaona hii maoni ya kupanda kwa nauli barabarani, uko na yapi ya kusema? Kuhusu kupanda kwa nauli ya barabarani, kwangu kwa maoni yangu naona imefinya pande zote. Kwa sababu hata wale wenye magari ukifuatilia sana, hata hao wenye magari pia nao wamefinyika kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu mafuta ile 120 sasa inaelekea 150. So unaona sasa kuna difference ya karibu 30 bob. Mimi nilikuwa naenda Western, naenda na shilingi 600 500. Kama imepanda ni 600. Saa hii 1500. Naenda Western. Sijaweka sukari, sijaweka kitu ya huko, fare yangu ya kurudi pia inatakana. Naona ninalemewa. Kupandishwa kwa gari, yani nauri kupanda. Kwa kusema ukweli hata mafuta imepanda. For example, unabeba mtu na shilingi 20. Kwa hiyo ni watu tu inakuja 260. Approximately hiyo 260 lazima uache pesa kwa kiwanja. Approximately 30 shilling. Umebaki na 230. Hiyo 230 unaenda 7 km. 7 km ama 10 km. Hiyo inachukua to do with 250. That is 2 liters. 2 lita kwenda na 2 lita kurudi. 2 lita umetengeneza 230. Sasa hapo umebaki na nini? Hiyo gari irudi ikate spring. Spring ni 3000. Na sasa hiyo 3000, hiyo ni hari moja na mchana mzima. Kuko na mambo ingine inaendelea mchana. Saa zingine gari imeshikwa, saa zingine imekuwa na problem ingine. Nauli kuongezwa ni kulingana na vile mambo imeenda. Ile kitu tunastahili kuangalia, hao walioko juu, bona uga inapandishwa, bona gari inapandishwa, alafu wanatuambia eti tutaangalia hii maneno tukichaguana. Kwani saa hii hawako wanajua eti uga imepandishwa? Sasa jambo la pili ni hii. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili ni hii. Sisi tunapenda hawa abiria tunaowabebaga. Ni makastoma wetu. Ijapokuwa mimi nitamfanyaje? Na mimi gari nahitaji mafuta. Sasa kwenda kuweka gari mafuta unakuta gari na kunywa 5000. Na 5000 hiyo gari hakuna. Unga hiyo sasa imekuwa hata ile ilikuwa ya kilo 1 sasa hakuna, ndio tununue hiyo ya kilo 2. Kama mtu ana uwezo wa 200 ananunua ya 100 na hakuna ya 100. Where do you want us to go? That hata nyinyi wakati nyinyi mnayeangaliaga hata vile mnavyostahili mkida mkituhojia. Mnatuhojia ile kitu hata nyinyi mnaona. Why don't you think twice muone hii shida ya mtu kama huyu mama boga, huyu mwingine mtu anaenda na barabara anaendaje,
ule mwingine. Unajua sasa imefika wakati mtu hawezi kunywa chai, akule lunch na akule sapa. Unastahili unaamkia kitu kimoja, either ufanye budget ya kukula one loud. Tunatembea mguu kutoka hapa mpaka Makadara, ndio naenda mguu kwa sababu sina fare. Nimebakisha shilingi 10 kwa ile chakula nimenunua, ndio hiyo shilingi 10. Sasa wanataka aje? Ndio kura wanataka, lakini kura iko mifukoni mwetu. Tuko na kitambulisho na tuko na kura, na haja gani niende kwa laini na niko na njaa? Siendi kuchaguana. Maoni yangu ni kwamba hii hali ya kubadilisha vitu, hata ukiangalia kwa Biblia iko wakati ambapo inji imeenda vibaya, Mungu huwa anakasirika na anafanya watu vitu kama hii ili watu wakumbuke kuna kitu kibaya ambacho kinaendelea, wamrudie Mungu ili watazame. Nafikiri hapo ndio iko hivyo, hakuna kitu kingine. Kuna shida moja tu ambayo lazima tuende tuangalie Mungu anataka nini. Sio bure hivi, kwa sababu haijakuwa hivi, nauli haijafika hivi, vyakula havijafika hivi hata kidogo, tutateseka. Lazima tuangalie kuna nini, kuna kitu kibaya. Unajua mimi kitu yenye iko kulingana na uchumi sasa hivi yenye iko, kila kitu iko juu. Gari zimepanda, na si kwa mapenzi ya kupandisha gari, ni venye mafuta imepanda. Tukiangalia pande nyingine kitu kama unga sasa tunanunua 220, 210 na ndio uchumi iko juu. Sisi ni wazazi, tuko na familia, unaona, na ile pesa hakuna. Ile pesa, na ukiangalia serikali sasa hii, wao wakikaa kugombea ile kiti, wao wanagombea waangalie uchumi venye iko. Kila mtu anajitetea mwenyewe, haingie pale, nikifika nitafanya, hakifika anasahau. Unaona? Sasa uchumi iko juu, kila kitu iko juu. Mafuta imepanda. Hakuna mwenye tunasaidika sasa kulilia serikali. Kila mtu anakombea kiti yake akalie pale kwa pale. Na akifika anasahau ile shida yenye aliacha. Venye aliambia Wakenya, nikienda nitawasaidia, anasahau. Unaona? Ile wakati mwingine ikifika ndo anakumbuka sasa nitafanya hivi na hivi. Anasahau. Sasa kila kitu iko juu na wanakombea kiti yao. Ile pesa wanakula, watukumbuki sisi wa Kenya. Sisi tuko na wazazi tunalea. Kila kitu iko juu, lakini inabidi tungangane na hiyo uchumi venye iko. Unaona? Sasa kila kitu iko. Unga ni 200. Mafuta imepanda. Mimi naishi hapa, kutoka hapa niende Kibira, mahali naishi saa hii. Hapa nimekuja. Unalipa 100 na umefika hapa soko, hakuna kitu unaweza nunua. Unapata kila kitu iko juu. Unarudi hivyo. Ile pesa ya kusaidia watoto wanalia njaa. Na kuna watu huko na siasa wana kampeni wanakuwa na pesa ya siasa na wasaidii. Mimi kitu yenye nawazaona kwa serikali, waangalie uchumi. At least wapunguze vitu bei ichuke kiasi. Mafuta iko juu. Sasa mafuta ikishuka, kila kitu itakuwa at least. Imepanda juu ya mafuta iko juu. Itakuwa at least juu. Sasa ukisema ishuke, hakuna venye itawezekana. Tumelia wakati imeisha. Sasa inabidi tungangane na venye iko. Mimi ni donda wa madhiri. Hawa wananchi venye wanakomplain ukweli. Siku hizi nilikuwa naenda sikundi kama 10 mchana, siku hizi naenda sikundi 6. Siku hizi zimepunguka, hakuna watu. Unaingiza gari pale kwa stage haijai. Unaambia mtu bei anasonga tu miguu, anasema tu atasonga tu miguu. Siku hizi hadi kwa nyumba kumebadilika, naacha 300 bibi ananiambia atapika. Juu sina mshahara. Nilikuwa napata 1,000 kwa siku, siku hizi napata 400. Watu wanateseka. Hii kazi iko chini. Ya saa hii hata mwenye gari anauliza tuuze hii gari ama tufanye nini ama tuiweke. Namwambia usiweke gari. Ananiambia gari namaliza miguu, insurance, gari hakuna pesa. Nilikuwa naweka 10,000 kwa siku, sasa naweka 4,000. Anauliza tuweke hii gari. Sasa hii watu hawana pesa. Watu wanatembea miguu. Kwa barabara unjioni unapata rush, watu wanatembea tu miguu hivyo juu ya bei. Unateremka hivyo na gari kirai hivyo. Gari unateremka gari unabeba watu 33, sasa unateremka na watu mbao juu ya bei. Mtu anakuambia sina hiyo pesa. Hawezi lipa gari, atatembea tu miguu. Hadi kwa gari vita ndani unaambia mtu bei gari ni chooni. Anakataa kulipa chooni. Sasa unaona mnafurugania kwa gari ndani juu ya bei. Na utampiga tu, unaelewa tu. Unaelewa tu venye maisha iko tu saa hii. Mambo ya nauli kuongeza kuwa juu imekuwa changamoto juu labda una fare na umeamka mapema. Inabidi mtu uchelewe kazi, ukifika huko kazi imeisha. Anakuambia hakuna kazi, umechelewa. Sasa inabidi tena uanze kutafuta kazi. Sasa inakuwa ni shida kwa kila mtu. Tuseme kitu kama kupanda kwa nauli.
hiyo ni kitu ina affect watu wengi zaidi. Ni kwa sababu Nairobi hakuna mtu anakaa Nairobi. Tuseme kama hapa tuko Muthurwa. Muthurwa ni kazi tunafanya, na for example mimi ninakaa pande ya Ruai. Kutoka Ruai kukuja mpaka hapa Muthurwa natumia 100 kila siku kuingia, na jioni 100. So hiyo ni 200. Na sijakula lunch. Ninasomesa, ninakunywa chai hapa, ninakula lunch, ninasomesa, niko na watoto secondary school na primary school. So inatuadhiri sana. Maisha yamepanda. Maisha kupanda kwa maisha ni sababu ya viongozi wetu. Unapata wao ndio wana own hizi kampuni kubwa. Wao ndio wako responsible kuleta mafuta. Wao ndio wako responsible kuleta hizi vitu zinakuwa imported kuja Kenya. Sisi tunashangaa wakati mwananchi wa kawaida ako njaa. Hata fare ipande hatuna shida, lakini utatembeaje? Tunaweza tembea, lakini bila chakula tutafanyaje? Tunataka bei ya bidhaa ishuke chini. Hata tukipandishiwa fare tutashiba na tutembee. Shida ambayo tuko nayo ni uongozi. Wale viongozi tuko nao hawaaminiki. Yule mtu atakupa promise leo, ukifikiria akichagulia atatekeleza, hatekelezi. Kwa hivyo sisi tunataka tujue kama serikali imeshinda kulipa ile levy fund ya mafuta, walikuwa wanatuambia watalipa ndio gharama ya mafuta ishuke chini. Wametuachia nani kama viongozi? Sababu raia tunateseka. Ukiangalia hapa kibarua utapata shilingi 500. Shilingi 500, tuseme mimi nakaa Ruiru, nitatumia shilingi 150 kwenda. 150 nyingine kurudi kazi. Nyumbani nitapeleka nini? Kwa hivyo sisi ile shida tuko nayo, kipato kile tunapata kiwa at least tunaweza pata chakula. Tukishapata chakula huku kwingine tunaweza tembea. Mimi naweza toka hapa sasa nitembee paka Ruiru, lakini nikiwa njaa nitaendaje? Kama mafuta sasa nitanunua lita moja shilingi 360, lita ya mafuta ya kukaranga, mboga tutachemsha. Na maisha ya sasa lazima bei ya vyakula irudi chini. Mafuta pia serikali iangalie, iendelee kufandi ile levy walikuwa wanasema, ndio mafuta ishuke chini. Karama nayo pia ndio ishuke chini ya maisha. Tangu nisaliwe mpaka saa hii sijaona unga ikifika 200. Lakini kwa saa hii naona maisha iko juu, hata tumeshindwa tutaenda wapi. Sasa tunakunywa uji. Mtu nakunywa uji na shinda na uji. Kwa sababu huwezi piga ugali mchana tena upige jioni, utatoa wapi unga? Sasa maisha imetulemea. Naomba serikali, tafadhali serikali utuone. Hapa Kenya tuko na ile mwenye anaweza, kuna na ule hawezi. Watu wote wafanani. Uchunge waangalie watu wanaumia. Sasa mkipandisha mafuta, mpandishe unga, mpandishe nauli, muongeze, mnafikiria watu wataenda wapi? Watu wafanye nini? Ninasemaje, kwenye fomu mwenyewe si masla, tunateseka ndio mbaya. Na ile kwa asila tunahaso, tunaendesha mkokoteni, tunacheza na rado. Na ile mkokoteni tunaendesha, unapata jo mwenyewe ana daido yake. Sasa imefika hadi mkokoteni alipaso baada ya kulipa chwani. Juu budget imekuwa juu, alafu sisi wenyewe tunakonda, unanipata. Ama angalia sasa fomu asubuhi na mkafomu hakuna mboka. Mimi nilishangaa sana kwa busaa. Mtoto ametoka shule anapewa mandazi 2 na busaa juu hakuna pesa ya kununua unga. Sasa hii Uhuru na Ruto na Raila hao watu watoe pesa yao kwa kaunti watuletee sasa ugali, pesa ugali kuwe chini ama namna gani? Sasa mtoto ametoka shule anakula busaa na mandazi 2. Hiyo ni nini? Hiyo ni kutupima. Mimi nikiomba mkubwa, nikiomba Jacob Mkundo silete bangi. Sasa nikiomba yenyewe mkubwa rais wetu, nikiomba rais wetu ajaribu angalia hii budget yenyewe. Kweli watu wanaumia, watu wako njaa, watu wana ile food ya nini. Sasa hii unapata mafuta imekuwa. Ugali tulikuwa tunanunua mbao, sasa ni 100. Mimi ile kitu naweza sema kabisa ni mambo ya unga na watoto wana chakula. Unga imekuwa 200, ya chapati 200, watoto wana chakula ya kukula.
Watu sahii wanatembea mguu kutoka Ndando mpaka mguu mpaka hapa Muthurwa. Na hapa hakuna mtu hana stress. Wote kila mtu ako na shida zake. Hakuna pesa na hakuna na unga imepanda. Tutafanyaje? Wacha nikuambie madam. Sisi ni wale watoto wa yatima, hatuna wazazi, waliwacha sembe, lakini sasa sisi wenyewe tunajaribu kujitafutia. Hao ndio wanatuleta down, tunajaribu kutafuta nao wanajaribu kufanya nini? Kutufinya. Na bado wanataka kura. Sasa tunashindwa, tutaduu namna gani? Sasa ile kitu ambayo sisi tunaomba serikali watupunguzie hii gharama. Ugali saa hii hatupati kulingana na vile tulikuwa tunafanya. Ukienda kwa hoteli unapewa slice. Unapewa slice ya mkate. Na hata ukirushia huko hapo jogoo, haiwezi hata shiba. Na hiyo ni kuku. Na sasa sisi ni mabig man bazu. Tunangangana na hizo magunia mada. Serikali tuko na ID na kilo na kura tuko nazo. Serikali ya saisi hii ambapo tuko nayo, kozi wametufinya sisi wenyewe, unaona tunateseka. Kile naomba hii kura zetu hatutapiga, lakini unaona chakula tunakula ngumu, lazima wapunguze. Nasema kwa serikali, kama ni hivyo hatutapiga kura. Sisi wacha tufanye zetu nye tunafanya, tunakulianga kwa jaso. Hapa tunafanya kwa jaso, hatutapiga kura, lakini wapunguze, wafanye kila kitu yenye wanafanya. Sasa hizi tunateseka vibaya sana. Tunabeba wapunguze chakula 50, sasa hivi tumeenda mpaka 80. Imagine hapo ni ngumu. Serikali kitu mimi naomba hapo hivyo kwa upambo ya chakula. Angalia Muthurwa sasa hatuna stima. Tumefungiwa hata hapa sisi wenyewe. Stima kutokea hapa hatunanga stima. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Hatunanga stima. Sasa sisi wanatufungia hapa hivi. Sasa sisi wenyewe tunaongojea tarehe 9 imefika. Kama hawatapunguza hatutapiga chochote. Mimi nimemaliza, naitwa Mogaka. Ninasema si ni kweli? Serikali inatufinyilia sisi kwa chakula na itafanya tukose hata kuchaguana. Niko na mtoto wamemaliza niko na hii sheti ya mtoto na hawezi patiwa kitambulisho na serikali. Nimeenda Makadara na nimeenda mahali ingine kote lakini sijasaidika. Kwa hivyo serikali, chakula ndio namba moja. Unga imefika zaidi ya 200. Wanataka tuuane sisi ama wanataka namna gani? Tuseme sasa tukiongea, wakati tunaongea habari ya kusafiri, tunaongea habari ya mafuta. Tuseme bei ya mafuta. Bei ya mafuta ni karibu kila kitu kwa Mkenya. For example, mimi ninafanya kazi ya nyanya. Na ili tuweze kupata nyanya kwa soko yetu ni lazima ikuwe imelimwa. Na kulima nyanya na kiginecho tunatumia mafuta. Kwa sababu lazima mashini zetu zipate diesel ili tuweze kulima na turete. Pia transport kuilete hapa tunahitaji mafuta. Pia mama nyumbani, wakati tunaongea hivyo, hiyo tunasema ile inatuadhiri tukikuja kwa kazi. Lakini tukisema habari ya mafuta bado tunaongea habari ya pale kwetu tena nyumbani. Pale nyumbani ni kwa sababu ile mafuta ndio inatumika kutuandalia chakula. Hatuwezi kukula chakula ikiwa bichi, kwa hivyo lazima ipikwe. Na kupika sana sana tunatumia nini? Ile mafuta. Kwa hivyo tuseme bei ya mafuta na sasa tujumuize. Wacha sasa bei tu ya mafuta na hata gasi. Tujumuize yote pamoja na bei ya chakula cha kawaida. Ugali, mchere, chapati. Sasa mahali tumefika, watoto wetu watakuwa wakiona chapati ikigwa kwa gazeti, ikipigwa picha. Hapo ndipo tunaelekea. Unajua nauli kupandishwa ni kitu wa Kenya wanazoea. Unakuta unga leo ni 100, kesho unapata ni 200. Hakuna wakati mwananchi wa kawaida anaangalia na wakubwa ambao wako ngazi ya juu. Mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia. Sasa hata anazoea. Kama saizi mafuta iko 160. Mimi nafanya na sekta ya matatu. Mafuta iko 160. Hata kama iko 160, unakuta watu bado wanaumia. Sababu kama walikuja bunge juzi, hakuna maneno waliongea kuhusu mafuta hiyo kuteremsha. Tarehe 14 lazima mafuta ipande. Inepanda tena. Mafuta kupanda tena, sio inapandisha tena wanateremsha vitu. Maneno ya chakula inepanda sana. Mwananchi wa kawaida anaumia sana kulingana na maisha ambayo tuko naye saa hii. Ambao wanasema mwananchi wa kawaida ati serikali ambayo inakuja kuna 6,000 watapea mwananchi.
Kuna shilingi sijui wataangalia mama mboga, sijui mambo gani. Kwani wataangalia mama mboga ambao sasa atakuwa hali yake inaharibika wakati ambao utapata hiyo uongozi. Sasa ile kitu iko, hii shilingi 6,000 tujui itatoka wapi. Kama saizi wajateremsha unga saizi ni 220. Mafuta ni shilingi 400 mafuta ya kupika. Mwananchi saizi, wananchi watu ambao wako hapa manake wakai hapa Muthurwa, kila mtu anasafiri kwake nyumbani. Unakuta kama alikuwa analipa 50 bob jioni, analipa shilingi 20, leo atalipa 50. Hiyo ni kitu ambayo tunezoea. Sababu unakuta mambo ikitoka hii, hakuna wakati mwananchi wa kawaida anafaidika. Hakuna mahali serikali inabeba mwananchi. Hakuna mahali mwananchi anavyevyo, unasikia ati kama sasa kama angeongeza mafuta. Sababu anaongeza mafuta bado bei ya unga ikiwa juu. Usafiri wa kitambo watu walikuwa wanatumia sana. Unakuta watu wanaenda miguu, matatu inajaa wanaenda. Sasa hii ni limit. Sasa ni limit. Unaona? Sasa hivi inakuwa ni shida sana kusafiri. Mahali penye nenda shilingi 20 siwezi naamua kwenda kwa miguu. Imekuwa ni shida hata kusafiri. Sasa mimi nimetoka Dagoretti na nimetumia karibu 200 kufika hapa. Unaona sasa? Na usijui kama nitapata kitu haiwezi rudi. Sasa imekuwa ni shida. Inakuwa ya kwamba tutafika mahali mpaka tutachanganyikiwa. Na juzi hata mmesikia kuna mtu amekufa, labda amejinyonga kwa sababu gani? Amefika mahali hakuna kitu kupeleka kwa nyumba. Iko shida, watu wanakufa wote. Usafiri ya kitambo ilikuwa afadhali, ulikuwa hata unaweza ngojea hata watu wapunguke uingia tupande na gari na 10 bob. Na sasa huwezi panda gari na 10 bob, kama una 50 bob kwenda juu huwezi safiri kwenda mahali. Serikali ya sasa hatufurahishwi na vile inaendesha maisha ya kisasa ya Wakenya. Tunaomba rais atuangalie wakati huu, asistaafu akiwa na sifa mbaya, angalie raia na wale ambao wanataka urais wa Kenya hii. Tungependa pia wasitupe empty promises. Watupe yale maoni ambayo watatekeleza. Na ikiwa watatuahidi maisha yatapungua, watuambie itapungua kwa kiasi gani. Tumezoea unga ukiuzwa shilingi 60. Sasa hivi ukinunua 250 unga utakaa aje? Tumezoea sukari ikiuzwa shilingi 120. Sukari ikiuzwa shilingi 300 kilo. Sisi raia tutakaa aje? Tumezoea mafuta lita moja ikiuzwa shilingi 80 mpaka 120. Mafuta yakiuzwa shilingi 350. Sisi tutasurvive namna gani? Kwa hivyo haya ni maneno ambayo lazima ukichaguliwa uangalie. Usituambie maneno nitawapa sijui nini, nitawapa nini, sijui nitawapa nini. Angalia. Kitu ya kwanza serikali waangalia ni mafuta. Walipe ile levy, mafuta iwe katika kiwango cha chini, ambaye itafanya kila bidhaa bei yake ishuke. Unajua sasa hii watu hawasikii vizuri na serikali. Sababu ni kama serikali ni baba ambaye ajali watoto wake. Kama wewe ni mzazi unategemewa na unafanya hiyo, sasa watoto wataenda wapi? Sasa serikali ndio viongozi ambao tulichagua ili waweze kuangalia nchi na raia ya nchi wataishi namna gani. Sasa jana niliona kwa news ya kwamba wameongeza nauli. Tutaanza wapi? Mimi nakaa Dandora. Sasa ambaye bado nikilipa 100 kwenda 100 kurudi. Hapa labda unafanya kazi ya kubeba mzigo. Kubeba mzigo umepata shilingi 500. 200 ni ya fare. Ukipata hapa lunch umekula 200. Kwako utaenda na nini? Ujumbe kwa serikali ijue hivi. Raia wa kawaida, third party anateseka kwa kusema ukweli. Na hawezi kuwa anajimudi kupata lunch na supper na whatever. Sasa hiyo tunaikata short. Kama mimi niko na familia, nawaambia mkunywe maji glasi 2 ndio muweze kukula, ndio wasikule mingi. Serikali tuangalie. Iturekebishie vitu. Iturekebishie unga, mafuta ya kupika, hata sabuni. Tofauti iko kubwa sana. Kwa sababu zamani tulikuwa mahali tulikuwa tunaenda kutoa hizi viazi, tulikuwa tunapanda gari na shilingi 500. Na sasa hivi unapanda na 1200. Ndio uende na ujaenda huko, ukifika huko unataka kutumia pikipiki huko zinatumia pesa mingi sana.
Pikipiki mahali ilikuwa inakupeleka na 50 na kupeleka na 200 sababu ya mafuta. Mpaka tunahangaika kabisa kufikisha hapa, mzigo imekula gharama yote. Hata sisi hatuna faida kwa mzigo. Sukuma unachemsha tu na maji alafu ukule, hiyo utaishi aje? Serikali angalie maisha yetu. Ujumbe ambao niko nayo kwa serikali ni waache kusema mwananchi wa kawaida watamsaidia kulingana na uongozi ambao tunatarajia. Either ni ya UDA, ni ya Kenya Kwanza ama ni ya Azimio. Kitu ya kwanza waangalie mwananchi wa kawaida, wateremshe unga sababu wako na uwezo. Kwa nini ndugu yetu hapa anasema unga tulikuwa tunanunua 90 wakati wa baba? Walikuja Uhuru alisema unga itanunuliwa 90 na ikakuja ikawa 90 hapa ikawa 80. Mafuta tulikuwa tunanunua sijui shilingi lita 20 walikuwa wananunua 2000. Sasa hizi ni shilingi 7000. Ile kitu iko ni waangalie mwananchi wa kawaida. Serikali sasa hivi vile iko wanaangalia vile watapata nini? Hii serikali watapata viti saa hizi. Hawana haja na mwananchi wa kawaida. Saa hizi ni kuona ya kwamba watapita namna gani, watachukua vyeo namna gani, lakini kwa mtu wa kawaida kama mimi hakuna. Hiyo hata sisi siwezi. Sasa ujumbe wangu kwa serikali ni kwamba wacha sisi wadogo hawa tufike mahala pale, tufunguke macho, tuone ya kwamba mtu ambaye tutamchukua ni mtu ambaye Mungu atakuwa ametuonyesha ili atoe mwananchi wa kawaida chini. Ujumbe kwa serikali, mimi kwa serikali saa hii serikali inaweza waambia waangalie bei ya vitu kweli imerudi chini, kila mtu ako na bei yake tofauti. Waweke limit kwa serikali, wajue kama unga moja ni shilingi 150 tujue ni 150 na mwenye kwenda kununua kwa wholesale anaweza nunua 140 ajue ni faida ni 10 bob kwa kila unga moja, kuliko sasa unga moja unaweza nunua 200 mahali pengine ununue 140, inakuwa ni changamoto kubwa. Sasa unakuta ni ngumu kwa mwananchi mwenye ako chini kununua ile unga. Lakini haswa wale ningependa kuwasihi ni serikali. Serikali iangalie vile sasa itasaidia, itaingia ndani isaidie either kwa upande wa kupunguza taksi, na taksi ikipunguzwa nauli itarudi chini. Mimi serikali nawaambia waamukie kwa hiyo kiti, wapatie mtu ataangalia mtu wa chini, wanajiangalia wao wenyewe, wanajiangalia. Serikali tusaidie, imetuweka maisha ya juu, itupunguzie bei ya vitu, itupunguzie bei ya school fees sababu tunaumia kabisa. Hizi vitu zikiwa juu hata school fees iko juu. Jumbe yangu kwa serikali nasema, serikali tafadhali upunguze gharama ya vitu. Vitu iwe bei ya chini. Maisha irudi kama kawaida. Mafuta irudi kama kawaida. Mafuta haitoki mbali, mafuta na inatoka Kenya hapa. Sasa hatujui shida ni gani. Mimi wenye nasambia hii gava jo watuangalie sana jo pande ya mafuta. Unajua mafuta ndio imebeba kila kitu. Ndio jo watuangalie hadi unga sijui nini imepanda. Hadi watu wengine wananiambia siku hizi waoge sabuni inatoka Robe. Bana. Wananiambia siku hizi waoge sabuni inatoka Robe bana. Sana naambia hii gava jo kuna venye mtu ukiwa na njaa, huwezi amka Ngwari uende upange line pale ati unaenda kufuti na uko na njaa. Kama mwenyewe mali nimefika sasa nilikuwa ni 40, mimi nimesema sitawahi 40 sasa. Bana, sasa hii gavacho maangalie tu pande tu ya mafuta bana. Mafuta nimebeba kila kitu bana. Hakuna mwenye unaweza kuwa jana unaenda kupanga line ufuti. Unakuja unatupigia kelele hapa hivyo anaenda. Lakini serikali tu jambo kuu ambaye ningewaambia government yetu ni uangalie pesa, walipe ile levy ya fuel. Kwa sababu fuel ndio chanzo cha hivi vitu zote. Walipe fuel, tuone kama wenye wanatuuzia hizi bidhaa watazidi kuongeza bei. Lakini wasipolipa wanasema hakuna pesa. Pesa zimeenda wapi? Raia wetu wa Kenya wanatoa tax. Tax watu wanalipa. Kwani kazi ya tax nini? Kama tunalipa tax, wacha tulipe tax, na hiyo tax ambayo tunalipa isaidie inchi. So waangalie fuel isiendelee jinsi inavyoendelea sasa. Wakiangalia mambo ya mafuta, watu watakuwa na furaha. Ujumbe wangu kwa serikali
ni ya kwamba wajue, wakati hata sisi tulisoma, hata kama hatukusoma sana, tulijua kuko na secondary needs na primary needs. Kwa hivyo kitu ya kwanza waangalie primary needs, na hizo primary needs ni kitu ya kwanza ni chakula. Chakula, mtoto asibe. Mtoto hata kama ataenda bila nguo na amesiba, huyo mtoto utafurahia. Wacha akae hana sweta, joto inatoka kwa tumbo. Hana sweta lakini ameshiba, lakini saa hizi hata uji watu hawapati. Kitu ya kwanza watu washibe. Kwa hivyo serikali ichukue hiyo jukumu kuangalia jinsi watu watashiba, vyenye watu watashiba. Huku hali ikizidi kukua ngumu kimaisha kila uchao, tukiwa hapa katika eneo la Muthurwa, wananchi wanajaribu kuhimiza serikali wajaribu kuangalia wale wananchi wa chini kwa kuzingatia masuala za kiuchumi na hata kupunguza katika chakula na kushukisha hadi nauli. Tukiwa katika eneo hili, wanalalamika kwamba baadhi ya viongozi wanaangalia mambo zao na si wananchi walio chini. Sharon Omondi, Bethel Clouds TV.